katika maisha yako ogopa. Ukitaka uachilie adui aweze kufanya mambo yako katika maisha yako ogopa. Watu wengi tunaogopa wachawi. Mchawi ni mwanadamu mwenzako. Mchawi ana lolote. Mchawi ni wa kupita. Mchawi ni wa kufa. Nakwambia siku ya leo, ukimwambia Mungu usipoogopa, yeye anatenda kwenye maisha yako. Anaachilia hizi. Wana watu ambao wanamjua Mungu, nyumba zao Mungu anazilinda. Wachawi wakifika mahali pale, wanakuta nyumba inawaka moto. Kuna wengine mnafanya biashara mnatumia ilizi. Ilizi ambao mwanadamu amekuwekea. Ilizi ambao mwanadamu amekuwekea kama ni ulinzi mpendwa. Ile sio ulinzi wako. Ile sio ulinzi wako. Ulinzi wako ni Mungu mwenyewe. Ulinzi wako ni Mungu mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Ili uweze kujua kwamba Mungu anatulinda. Ili uweze kuelewa kwamba Mungu anatulinda, hebu mkimbilie Mungu. Ndio utajua kwamba kweli Mungu anatulinda. Utajua kwamba Mungu kweli anatuepusha na mabaya. Utambua kwamba Mungu anaonekana kwenye maisha yako mpendwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya makutano. Haleluya makutano. Bwana Yesu asifiwe. Kama ushirikina ungekuwa una maana, ungekuwa una faida, ushirikina wote ungekuwa ni matajiri. Lakini ukifuatilia washirikina wengi ukifuatilia maisha yao ni ya chini. Maisha yao hayaeleweki. Maisha yao hayaeleweki. Maana mambo yao ni ya ajabu. Mambo yao ni ya kizinga. Wanafanya mambo yao kwa kizinga. Mungu wetu hafanyi mambo kwa kizinga. Mungu wetu ni Mungu mwenye hekima. Mungu wetu ni Mungu mwenye busara. Nalo Mungu anasema watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Haleluya. Mungu anakupenda mtu wako maso. Mungu anakupenda mtu wako maso. Usione kwamba tumekuja mahali hapa bure. Usione kwamba katika ngoti umeleta injili bure. Mungu anakupenda wewe mama. Mungu anakupenda wewe kaka. Mungu anakupenda wewe kijana mpendwa. Unakwambia siku leo. Unakwambia Mungu afanye jambo jingine kwenye maisha yako. Mtumishi wa Mungu ndiye alisema kitabu cha Mathayo 19. Ule mstari wa 16 na 18. Unasema kuna moto ambao unaliwa kwa vile tunaizama. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunafahamu watu ambao wanakufa wanaenda wapi. Mpendo tungeacha kufanya zambi. Kama tungekuwa tunaelewa mtu anapokufa mtenda zambi anaenda wapi. Mpendo ungeacha kutenda zambi leo. Leo acha nikwambie, kuna mtu mmoja tajiri. Yeye alikuwa anapenda mambo yake kwa nasa. Alitumia mali zake vibaya. Alipokufa alienda jana.
Kuna watu wana hasira. Kuna watu wengi wamefungwa magerezani. Ukiwachanga ni kwa nini chanzo ni hasira? Yaani mtu hasira tu inampelekea anamuua mwenzake. Hasira tu inakupelekea unaua. Hasira mbaya huyo. Hasira ni mbaya. Mpinga hasira. Utaipinga vipi hasira? Kimbilia Yesu. Ndio hasira yako. Kimbilia Yesu. Allah hasira kwa maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Unatembea na mapanga, lakini hata nikwambie Bwana Yesu asifiwe sana. Ukimwita Yesu, ukimhitaji Yesu, anaondoa hasira ambayo inakupesa. Kuna wengine wamefungwa gerezani, wametumikishwa na hasira ambayo inapelekea wakaua, inapelekea kumtendea Mungu dhambi. Mpenda kuua ni dhambi. Kuua ni dhambi kama ulikuwa hujui. Kuua kuna kupeleka matendo. Kuna wengine wanatoa mimba. Unaelewa kwamba ni kutoa mimba ama baada ya kumkosea Mungu. Ukitoa mimba ni dhambi mojawapo. Ukitoa mimba unakuwa umeua. Nakwambia acha kuua ni dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Usikie. Yeye kazi yake ni kuzini. Una mke wako wewe ambaye Mungu alikupa wakati alipokuwa binti ulimpenda, lakini leo unamuona amekuwa mama, amekuwa ni mzee, unamchukia, unaenda kwa wanawake wengine. Leo nakwambia ukiwa mzinzi Mungu hatakuona wewe. Ukiwa mzinzi Mungu hatakuacha. Kwa maana mambo yako hayaende kwa sababu ya mzinzi ulioendekeza. Bwana Yesu